Asante sana. Naomba unipatie dakika zako chache, naona ni saa 7 kamili. Tupate kitabu cha Nehemia. Na by the time we read this, tutajua. Lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akawa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Hallelujah. We are here because we are building a wall. We are here because we are come to build our lives, our families, our future. We are here to build our children. That is why we came here, to listen to the word of God, because this word of God will build you, will change how you look at things, will change your business, will change your transaction, how you transact with God, how you live on earth. That is why we are here. Lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, na si ukuta wake, na si kwa shamba yake. Sasa ulikuja hapa, umekuja umefanyika, nimesema huyu mama anafaa kuwa intercessor, unarogwa. Na si intercessor ati uombe kwa sababu ati kuna kikombe unaenda kuchota naye maombi, ati huyu ndiye alikuwa na maombi, sasa nimekutuma kwa sababu umekuwa intercessor. Odike tafuri ndike ukialo reja, wewe waanze kuchota, ukipeleka pale. Hapana, you are worshiping and praying the way God wants you to do. Because God has called you for a purpose. But what will happen? Aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta. Si ukuta ya familia yenu, ya ukoo yenu, ni ukuta. Ukuta huu ni ule, mnaukumbuka, ule wa Jericho. Tulikuwa tukiujenga ukuta. The Sanbaratos will not come from outside your box. They come from inside your box. They are the people that we call the household enemies. Ni watu ambao wako kwa familia, ni watu ambao mnatembea na wao, ni watu ambao mnafanya kazi na wao, ni watu ambao kwenye mazingira ni wa kwako. They are not from out there, they are inside you. They are with you, they will be walking with you, they will be eating with you, but they will be monitoring you. Those are the people wanaita the Sanbaratos. Now, kwa sababu what? Because you have gone to tell them, I want to rebuild my life. I want to rebuild the business. I want to rebuild the church of Christ. I want to rebuild this thing that ilisimame tena. And they will come here the ngang na zinazukuka, because they want to hold you. They want to contain you. They want to make sure you are stagnated, because they are demons. Kuna watu wako na demons ndani yao, na hizo demons are there permanently to make sure you are not going to move. They are monitoring spirit. Ukiinua mguu hivi, wana interpret in the spiritual, ayo guone nelinae, ugo nelinae na ayo goga kwa nelikiki. So they know what is happening in your life. Every move you are making, they know. And they have been sent and they have been instructed, make sure this does not happen. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why, and that's why I can see most of you are here, because what is happening in your life, it is under an instruction of a monitoring spirit that has kept monitoring you. And that is why wherever you try to move, wherever you try to stand, wherever you try to move to do, unakuta kuna kitu kinakukamata. Ukijaribu tu bako na shida, ekari ati agai, what happened with me? I have tried this. Ninaenda kufanya hivi. No. Naenda kufanya hivi. No. Naenda kufanya hivi. Unakuta you are in a near success syndrome. These people will be there in your life. In your businesses will be there. In the church they will be there. In your whatever that they will do, a husband, a wife, they will be there. They will try to make sure. Unakuta wewe mwanamke umepata tu pesa, brother yako anakuwa America na kwa miagotumia shilingi milioni 1. Alafu mimi ni bwana yako nakuja kuniambia, my brother ni adomera pesa kana mali yako adomera milioni 1 shako igawira. Usanibarato utaingia automatically kwago. Agotumira shigana. Siawekate. Alagotumira li. Sasa mpaka kichwa imekuwa imeburutika, maana haimagine venye unaweza kuwa na milioni 2 kwa mfuko, because haitaki kuimagine ati maisha yako imebadilika, maana anajua wewe unastahili kukua pale chini. Anajua you are not supposed to have even 100 bob in your pocket. You are supposed to be a beggar. There are people who looks at you and sees a beggar. There are people who looks at you and see somebody who is supposed to die the next day. Somebody who is supposed to be finished. Somebody who is not supposed to be counted in the blessings of God. There are people who don't value you.
Wakikuona tu na kuonanga kitakataka gunia. Yani, they don't see you. They don't see like you can be a blessed person. They don't see like you can succeed from one level to another. They only want to destroy. You raise an institution, you raise a foundation, unatengeneza kitu, unakuta inside the people that you want wapate vitu vizuri, wapangiwe vizuri, wao wenyewe wanasema nitokuwa na management yokole rabi. Na kumbe jana ni wewe ndio niliambia, saidia unisaidie kuomba, nimetengeneza management, unisaidie kuomba this management. Kumbe ni shetani niliambia. And that is how vulnerable we are. Sasa nakuta huyu ndio niliambia, kumbe na yeye atoraga sharagia hali akagothera ni amiga na thiri, because they only want 2 words or 3 words about that thing you are trying to do, and then they will hit it because they have a penetration. Sanbaratos wanataka kusikia tu hiyo kitu, wajue ni nini kinajegwa, ndio wajue mahali pa kugoga. Kama hauge waambia hawangejua. That is why the devil will not attack you until they know what you are about to do. Bwana Yesu asifiwe sana. Akanena mbele za nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Na hivyo leo mpaka umepatua jina wanyonge. Kuna watu wanajua wewe ni mnyonge, wanajua wewe ni mtu bure, hauna kitu, hauna akili, hii yako haifanyi kazi. And ukiuliza what criteria ulitumia kujua mimi sina akili, hawana kitu ya kukwambia. Lakini alisema akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria. Yani anaongea mbele ya jeshi ambao ni enemies. Anakuexpose. That is the characters of Sanbaratus. People in the society will bring you down. Watacheka na wewe, watakaa na wewe, na watakuonyesha as though you are moving together. You are going somewhere. And yet they know what they have already done to you. They have killed you. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema kutoka leo. Inua mkono wako kulia, sema kutoka leo. Every Sanbarato in my life hawataona chochote ambacho Mungu amenipangia. I blind them in the mighty name of Jesus Christ. Anasema alienda kwa Wasamaria akisema hawa Wayahudi wanyonge wanafikiria wanafanya nini? Hawa waya takonyake munu waku, hebu gonya hiyo mdomo ukaisa ukoge ile kejeli. Hawa Wayahudi wanyonge. Je, watajitengenezea boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Ukimwambia hiyo maswali yote ni maswali ya kejeli. Umurejea ni kukiukika. Sasa unatuambia utafukua biashara hii ati akukua biashara. Ajaraga ati ahikolewe. Osio, mumarayo osio. Ahikolewe na wao. And after that, huyu anakuja kupita. The same domo iliyouliza hiyo maswali yote. Bwana asifiwe. Ndugu, Bwana asifiwe. Utabarikiwa. Tangu juzi Bwana amenibariki. Nasikia tu kukaa ndani yake. Nasikia tu baraka. Mdomo ulioongea unafiki 2 minutes later. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watajijegezea boma. Hebu imagine ukiuliza maswali kama hayo. Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi? Nayo wameteketezwa kwa moto. Niliwaambia moto, kisikia umechomekewa na nyumba, moto si kitu kizuri. Sasa nasikia hapa ya mawe yale yalikuwa yameteketezwa, kumaanisha hakuna siku uhai wako moto mawe yale utafanya kazi. Hakuna siku. Kama uliwahi kuchomeka, kama nyumba yako iliwahi kuchomeka, ama kuna kitu kimewahi kuhusikana na moto katika maisha yako, there is something that was killed that needs to be revived. Because huyu Sanbarato alijua mafusi haya, mawe haya yameteketezwa, hayawezi kufanya kazi tena. Basi Tobia Mwamoni, hata si Myahudi, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa karibu naye, akasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angeubomoa ukuta wao na mawe.
Ati mbweha tu akipanda hicho kitu umejenga, hiyo biashara umejaribu kutengeneza, hiyo familia, hiyo misingi unajaribu kuinua, hata mbweha kuhaisha. Itakuwa mbweha ni nini? Fox ikapanda tu. Umejenga ukuta, umeweka simiti, umeweka mchanga, kila kitu ni sawa, mafundi ni sawa, wamesomea Kenya Polytechnic, alafu unasema ationa bweke haisha hiyo ukuta inabomoka peke yake, maana haina nguvu. Maana those people, they don't look at you and value, they don't see anything in you. Wanakuona tu, wanaona kamjika fulani, wanaona ni mtu ambaye hafai, wanaona ni mtu ambaye hawezi kuwa. Sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashtumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. It is a prayer. After hearing all these accusations, after hearing all this manner of things, sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. That is how you should look at yourself. Humble before God. Tell God the accusation these people are accusing you about. Tumedharauliwa. Hii kanisa tumedharauliwa. Watu wamekuja hapa wanauliza, Waroige na aliokoka juzi atanifundisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama mtu amekaa hapa nikihubiri unakuwa bado yeye ananifundisha, yako pale nahubiri lakini ananifundisha venye nitahubiri. Na ananipatia hata maandiko inasema. Mimi hata nikakuta hawa wasichana wakiimba hapa, niwasikilize nikiwa kule, nisikie hakuna Holy Spirit na kujaga na kata. Because they are not in the process of God. They are not doing what God could have wanted them to do. They are doing their own things. And when somebody is doing your own thing, I will come and stop it, because in this house, I will not allow anything that is not spiritual. We need to pray that Holy Spirit anatuguide. Holy Spirit anatuambia. Naweza mimi nakujanga, hakuna siku nimehubiri kitu nilikuwa kwa ofisi. Nakujanga nimeandika vitu hapa, na ukikuja nitawaonyesha. There is nothing, hii imekuja tu. Na Mungu ameflow nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I'm supposed to flow in the Spirit of God. I am supposed to move in the Spirit of God. I'm supposed to do things in the Spirit of God. Because it is God that is instructing me. Akambia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie wao wanaotuzungumzia, maana hatuna nguvu kama wao, mashtumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, wala ustiri uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele zako, kwa maana wamekukasirisha mbele ya hao wanaojenga. Yao yalikuwa maombi ya Nehemia. Akamwambia usistiri, usikubali uovu wao, usiufute. Wacha wakae kwenye uovu wao. Wacha wakae kwenye masengenyo yao. Wacha wakae kwenye all manner of things that they are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a prayer of man of God, because this man of God alijua what they are doing, where they are headed to, and what they are supposed to. It's because it is God. Wala usiustiri uovu wao. Mungu stiri ni nini? Usifunikie. Wacha uovu wao na ukaonekane. Hao watu umekuwa na wao ukitembea, na hiyo ndilo ombi ninaomba kwenye nyumba hii. Mungu usistiri uovu wa watu wale walikuja kujificha kwenye nyumba hii. Wao ambao wametaka wengine wafe, wao wametaka wengine waporomoke, wao ambao wametaka wengine wasifaulu. Kutoka leo, God expose them. Let them be known by their deeds. Mtu anakuambia tunaenda safari, kumbe ni nyoka. Ulibeba kwa hiki karatasi ukaambia beba mayai, kumbe ni mayai ya nyoka. Ukaenda ukaweka kwa nyumba, asubuhi ukiamuka unakuta kwa sitting room yako tunyoka tunatembea hivi. Kenda kuangalia, kumbe mayai yameanguliwa. Kumbe ulikuwa unafikiria ni vifaranga, kumbe ni nini? Ni nyoka. Unatembea na watu ukifikiria kuna mahali mnaenda. Unatembea na watu ukifikiria kuna biashara mnafanya. Unatembea na watu ukifikiria ni mke wako, ni mume wako, ni ndugu yako, but they are part of your life. They are meant to destroy you. They are meant to bring you down. Wengi wetu tumepitishwa kwenye jangwa,
sio kwa sababu tunafaa kuwa kwenye jangwa, ni kwa sababu the devil has decided sisi tukae kwenye jangwa, because some people have decided this church should be in the wilderness. I'm telling you, it is not in this church. Ninafunga mipango yenu yote, nyinyi ambao mko na uchawi ndani yenu. Hamutazuia kitu hata kimoja hapa. Hamutazuia. That one I say, management team, hamutaizuia. Mumezuia, mumezima vizima vingine. Kuna mahali Isaka alichimba kisima cha kwanza wakazima, si ndio? Akachimba kingine wakazima, akachimba cha tatu kikazimika. Kile kilisimama alisema, alikiitaje? Rehoboth. From today I speak Rehoboth in this house. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tukaujenga ukuta. Nao ukuta wote ukaunganishwa kiasi cha nusu ya kimo chake, maana watu waliokuwa na moyo wa kufanya kazi. Halo, nahitaji tu kikozi maalum kilicho na moyo wa kufanya kazi. We don't need to have a multitude of people. We need to have just a few people interested to do the will of God. Just 2 or 3, just 5, 10, 20, 30, 100 that are interested. Jesus was alone with only 12 men. And we are preaching Jesus until today. He was alone. And in sometimes hata hao 12 hakuwategemea. Alichukua 6 akaenda na wao, akawaacha akachukua 3 akaenda na wao, akawaacha akachukua 1 akaenda na yeye, kisha baadaye akabaki peke yake. Because alijua I got the power. Mwambie mwenzako, my God is powerful. Lakini ikawa Sanibalati, Tobaya, Waarabu, Waamoni, Washidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno. Wanaongojaga mpaka wakati wanaanza kuona maisha yako yameanza kukua sasa. When you are dead there, they have a testimony to say, mnaona huyo mtu alikuwa, si tulisema alikejeli Mungu. Lakini hakuna Mungu ulikejeli. Hakuna. Wewe walikulani, walikufunga wakakuweka kule chini. Sasa wamengoja, wameona kule walikuweka, Mungu wako amekuja. Alijua kule walikuficha. Kumbe Mungu huyu anaonanga. Kumbe Mungu huyu anakuonanga. Lile jiwe walikuwekelea, lile jiwe walikuficha ndani yake, na wakasema hautaonekana tena. Sasa lile jiwe limeondolewa, limebingirishwa. Walimweka Yesu, wakasema hataonekana tena. Malaika akakuja akabingirisha lile jiwe, likatoka. Yesu akafufuka tena. Yesu akaonekana. Yes, don't worry. They might have decided. Wakati walimuzika Lazaro, Yesu kurudi kule, akakuta yule Mary, akamwambia kama ungekuwa hapa jana na juzi, huyu mtu hangekufa. Naye Yesu hakuzungumza na yeye. Yesu hakutaka kusikia chochote chake. Alimuuliza nini? Mumemweka wapi? Hello. Alimuuliza nini? Mumemweka wapi? Hakutaka kujua. Alijua wao ndio wako na solution. Mumuigete. Omana muonithia ne mufudhunia na nuga. Many people think you are rotten. You are rotten. Many people know you are stinking. Many people know that you are not going to succeed. Many people are going to know that you are not going to make it. Many people, they know that you are not going to do a wedding. Apostle yotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie kwamba in the rotten, hapo katika muozo wa huyo mtu alikuwa Lazaro. Kumbe Yesu alikuwa anajua. Kumbe Yesu alikuwa ashatangulia. Kumbe Yesu alikuwa already ashafanya mwili wa ule mtu hautaoza, hautanuka. Maana huyu mama Mary Magdalene akamwambia Yesu, tayari mwili umeoza, maana amekuwa kaburini siku 4 sasa. Wanajua walikuhesabia. Moyo toleta na ine miaka 20. Moyo wanajua. Wanajua you are not going to make anything. Wanajua you are not going to succeed. Wanajua you are rotten, umeoza. Kitu kilichooza nani anaweza kukifufua? Na wakamwambia Yesu, sasa twende tukakule. Waachana na hiyo kitu kimeoza. Na Yesu akamuuliza, mumemweka wapi? Hakuuliza, hakuongea. Wao wanazungumzia maiti, lakini Yesu alikuwa anazungumzia binadamu.
walikuwa nazungumzia mwili ne mwele ne mofudhu. Mwili ushaoza, unanuka. Naye Yesu akawauliza nini? Mumemweka wapi? When they have a statement of your death, God has a statement of your life. When they have written off, God has written you on. Bwana Yesu asifiwe sana. And they were very sure this man is dead. Maana walikuwa washamweka kwenye kaburi, wamemfunga sada na wamemwekelewa jiwe. Lakini Yesu alipokuja akawauliza, mmemweka wapi? Wakamuonyesha kaburi lake, kaburi la mwili ndilo lile. Yesu akaenda huko, kufika huko, kumbe Yesu akakuta walikuwa wameshamwekelewa jiwe. Yesu aliondoa lile jiwe? Na Yesu hakuliondoa. Aliwaambia, liondoeni hili jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Liondoeni hili jiwe. Waliokuwekelea jiwe, waliokuwekelea matatizo, waliokuwekelea magonjwa, waliokuwekelea mateso, sasa na waamrishwe na roho ya Yesu waondoke na waondoe lile jiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to assure you tonight, waliokuwekelea jiwe, waliokuweka kwenye kaburi na wakasema umeoza, wao wenyewe ndio watakaoinua lile jiwe. Na alipokuja, walipoinua jiwe, Yesu akasimama, wakakuta kumbe hata wamemfunga mikono na miguu na ni maiti. Hawakukuacha walipomalizia lile mako lekelia mati ya botigile, bado walikuvuga miguu na wakakuvuga mikono kwenye sada ile. Yesu Lazaro alikuwa ndani yake, alikuwa wamefunga na kitambaa, wamefunga na kamba kutoka kwa mguu mpaka kwa kitosi cha kichwa, wamefunga. Hivyo ndivyo walikufunga. Hivyo ndivyo walifunga biashara yako. Hivyo ndivyo walifunga huduma yako. Hivyo ndivyo walifunga kila Mungu alichokitia ndani yako. Lakini nataka nikwambie, Yesu alipokuja akachungulia, akawaambia, mtoeni mle ndani na mfungue kamba. Jesus is not come here to do dirty jobs that you have done. Jesus is come to declare that those waliokufunga wakufungue mara moja. Those waliosema umekufa wakutangaze uko hai. Maana Jesus is coming just to see and to supervise as you get into your destiny. Yesu akakuja, walipomtoa kazi yake ilikuwa moja. Lazaro, jamaa kaamka, kaambia ondoka. Kisha wao waliomweka mabandaji, wao waliomfunga midomo, wakaambia mpelekeni kwenye mto. Wakimpeleka kwenye mto, walienda wakitangaza wakisema Lazaro amefufuka. Wao waliotangaza umekufa, watatangaza umefufuka. Wao waliotangaza ndoa yako imeanguka, watatangaza ndoa imesimama. Wao waliotangaza kwamba kazi yako imeanguka, watatangaza kazi imeinuka. Wao waliotangaza wakisema hautafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Wao ambao walitangaza ya kwamba ndoa yako imeanguka, wao waliotangaza ya kwamba ya kazi yako imeanguka, wao waliotangaza huduma yako imeanguka, the same people watatumika, watakuja kutangaza amefufuka. The same mouth ambayo was open to say you are finished, the same mouth ulisema he's alive. Ndugu zake Ayubu walikuwa wanajua the man finished. Ndugu zake Ayubu, kaka zake Ayubu, kila watu katika familia, they knew Ayubu is finished. Wait until when God has come. Wait until when God has come to make a decision of saying, putting a landmark on your face to say indeed, huyu ni mtumishi wangu, huyu ambaye mliona ni kama ameisha. Hakuwa ameisha, alikuwa amekuja kunitembelea, ndio maana mlikuwa mmemkosa. Alikuwa amekuja kwangu tukutana, kuna mipango tulikuwa tunapanga na yeye, ndio kwa maana mlimkosa, mkasema ameisha. But I want to tell you tonight that huyu Mungu wakati alipokuja kumtangaza Ayubu, alisababisha vijana 3 wapatwe na shida. Wakati mwingine unaona shida ambayo tunaipata, it is God made
Kuna matatizo ambayo tunayapitia, it is God made, because he is laying a platform to come and announce you. Bwana Yesu asifiwe sana. He is laying a platform to come and lift you up. He is laying a platform and to come and make you afresh, to diagnose you and make you somebody powerful. Vijana watatu, Elifazo, Tomaso na Bildad, wakakuwa walimkosea Mungu, naye Mungu akawaambia ya kwamba nenda mchukue ndume 7 na mbuzi 7 mpeleke kwa mtumishi wangu Ayubu, naye atamuombea. Walipofanya hivyo, wakapeleka ng'ombe 7 na mbuzi 7 wakampelekea Ayubu, naye Ayubu akakubali kuombea hawa vijana, wakapona, wakaachiliwa, wakawa huru. Naye kutoka saa hiyo God announced Job. Kutoka siku hiyo kitu na kingine kikarudishwa, vitu vikakuja. Kilikuwa kimoja vinakuja viwili, vilikuwa viwili vinakuja vinne, vilikuwa vinne vinakuja vinane, vilikuwa vinane vinakuja 16. Things zikakuja nyingi, mpaka wale mandugu zake waliokuwa wanamwambia wachana na huyo Mungu walikuwa wa kwanza kuleta mapeni, walikuwa wa kwanza kuleta macoins, walikuwa wa kwanza kuleta dhahabu, kusema tumemtambua Mungu wako. Nataka nikwambie siku hii ya kwamba kuna watu watakutangaza, watasema wamemtambua huyo Mungu aliyomtumikia, huyo Mungu ambaye ulimtumikia. Watamtambua. They will announce you. These people, they will come and say, God has done it. Wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko. Umeona? Walipoona hatuwezi, wakafanya mashauri. Hao wa Amori, wa Arabu, wakafanya shauri wapigane na nani? Na Yerusalemu. Kuna watu wamefanya vikao. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na maisha yako. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na biashara zako. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na huduma yako. Kuna watu wamefanya vikao wapigane na kazi yako. Bwana Yesu sana. Walifanya vikao, wamepanga, na mipango imepangika, maana wanajua wako na uwezo. Lakini kile kitu hajui, Yerusalemu iko na Mungu. Yerusalemu inaweza kuwa ni nyonge, maana walisema na walinena, kwa maana yule anayekupiga alinena na akasema wewe ni mnyonge. Walinena pale mbele wakasema nini? Hawa Yahudi wanyonge. So they are not coming to you wakifikiria you are heading headway. Watu wakifikiria kuna mahali unaenda, wanajua you are already finished. Little did they know you have a powerful God. You have a living God. Bali sisi tulimuomba dua Mungu wetu. Tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Waliomba dua. Wayahudi walimuomba Mungu, maana walijua hawana nguvu, nguvu zao ziko kwa Mungu. Jehoshaphat aliambiwa na Mungu, stand still and see the deliverance I'm about to bring to you. Musa akaambia wana wa Israeli, stand still and see the power, the deliverance God is about to bring to you. The enemies you are seeing today, you are not going to see them again. All the people that have been against your life, the people against your marriage, the people against your health, the people against whatever you are doing, the people you are seeing today, you are not going to see them again. Hautawaona tena, hawatakukubalia tena, hawatakuja karibu na wewe tena, because God is going to flush them out. There is nothing in this house ambayo itasimamishwa na mtu. There is nothing in your life ambayo itasimamishwa na mtu. There is nothing kutoka sasa kwenda mbele. There is nobody will stop your life. There is nobody will stop your ministry. There is nobody will stop the agenda of God in you, because this agenda itasimama. Wapende wasipende, bado Yesu atakuja, na wao waliokuweka kwenye shimo wataambiwa waondoe jiwe, wataambiwa wakufungue, wataambiwa wakutangaze. Lakini Yuda wakasema nguvu zao wapagazi zimedhoofika, bado kuna vifusi tele, hatuwezi kujenga ukuta. Walisema
Nao adui zetu wakasema hawatajua wala kuona hadi tutakapokuja kati yao na kuwaua na kuikomesha hiyo kazi yao. Walisema hawatatuona, hawatajua, hawataona, hakuna kitu. Yani kuna walikuroga wakasema macho yao hayataona. Kuna walikuroga wakasema macho yako wamefunga. Wana wao walisema kazi yako haitafaulu, watoto wako hawatafaulu, ndoa yako haitafaulu, biashara yako haitafaulu. Lakini one thing I want to tell you tonight, lakini hayo ni ya kwao, lakini statement ya mbinguni inasema you are going to succeed. The statement ya mbinguni inasema you are going to win this battle. Wao waliokuombea usifaulu, wao ndio kazi yao itakufa. Wao waliokuombea ati mtaanguka, wao ndio wataanguka. Wao waliokutakia uovu utarudi kwao, maana hakuna siku nyingine Mungu atakubali uteseke. Hakuna siku nyingine Mungu atakubali ukae kwenye mazingira machafu. Siku hii ndio Mungu ameitangaza. This is the day that God has made. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't wait for them now. Don't even think about your enemies. Don't think about any enemy in your life. They are gone. Every enemy that was in your life. Na kama wewe ndio enemy ya watu wengine, you are finished. In the mighty name of Jesus Christ. Kisha Wayahudi waliokaa karibu nao walikuja wakatuambia mara 10 watakuja kutoka kila sehemu wanapokaa kutushambulia. Yani maadui kumbe wamepanga sehemu 10 ambazo wamepanga zile za kukumaliza. But the good thing, your God was in their midst. Your God was listening to what they were doing. Your God was listening to the old plans they had. And your God has come to reveal to you, kukwambia walikuwa wamepanga in 10 plans, lakini Mungu anakuja in the same 10 plan to come and destroy them, and they will not going to be able to torment you. Whatever arrangement they have, whatever prayers they are doing, their prayers are null and void. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maombi wanakuambia usifaulu, hiyo maombi wanakuambia, wanasema hii kitu hakitafaulu, wao wenyewe imewekwa lock. As from today wako lock. Watajaribu kutoka kwa bedroom, wanakuta nona hii johero hii na hii ya juu imekataana, imekataa kulock. Anajaribu kusuguka hivi, unakuta mwili hii ingine inasuguka, hii ingine inabaki. They will be locked, that they will not be able to come anywhere near when you are doing the work of God. Amen. They will be locked, that they will not become, hawataona, hawatakujua, hawatakukaribia. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God works. Kama mnatafuta mchawi ni Mungu. Mchawi ni Mungu. Kwa hivyo atakufunga wewe ambao unafunga wengine. Atakufunga wewe ambao unajaribu kufanya wengine wasiendelee. Atakudhoofisha wewe ambao unajaribu kudhoofisha wale wengine. Atakumaliza wewe ambao unataka kumaliza wale wengine. Atakuinukia wewe ambao unataka kuinukia wale wengine. You are not going to succeed. Basi nikaweka watu, unajua sasa wamejua God has revealed. God is going to reveal to you the people that are against your life. God is going to reveal any trick, any plan of the devil. Whoever that did it, they are going to God is going to show you. Kumbe Mungu alikuwa akiwasikiliza wakipanga. Kisha akatoa ile information akapelekea watoto wake, akawaambia wamepanga 10 times, mambo 10. Mipango 10 mipango pale. They are ready, they are coming to attack. Listen here. Basi nikawaweka watu mahali pa chini pa nafasi iliyokuwa nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi wa kadri ya jamaa zao. Akawaweka in the same number. That is the beauty of God. He revealed to them. He's going to reveal to you how they planned. How many are they? Then God will cause you to lay a dragnet, an equivalent on their capacity. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakifikiria ni wajanja, watajipata wamekamatwa. Maana umeweka jeshi ambalo ni sawa na jeshi lao. Basi aklikaweka watu mahali pa chini,
pa nafasi iliyoko nyuma ya ukuta, mahali palipokuwa wazi kwa kadri ya jamaa zao, nikawaweka waliojihami na panga zao na mikuki yao na pinde zao. Baada ya kuona hayo, nilisimama nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine waliobaki, msiwaogope, mkumbukeni Mungu wenu. Msiogope hawa maadui, msiogope hawa waliokupangia. Do not be afraid of them. God told Joshua, do not be afraid nor be dismayed. God is with you. He is walking with you. Atakupigania mahali popote utaenda, nitakuwa. Jambo lolote utalifanya, nitakuwa mbele yako. Nitatuma. Wakati wana wa Israeli walikuwa wakitoka kule Egypt, kulikuwa na wingu liliwatangulia na malaika akawatangulia. They all along went. God was with them. The angel was with them. The cloud was with them. Do not be afraid nor be dismayed, because this God is going to walk with you. Baada ya kuona haya, nilisimama nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine waliobaki, msiwaogope, mkumbukeni Mungu aliye mkuu mwenye kuogofya. Mkawapiganie ndugu zenu, wana wenu, binti zenu, wake zenu na nyumba zenu. Don't fear. Fight for your rights. Fight for your family. Fight for what God has given into you. Fight for that ministry God has given to you. Fight for that marriage God has given to you. Fight for that business God has given to you. Fight for that principles that God has created in you. Fight for them. Stand in. Defend it. Defend. Because God is on your side. God will do it for you. Msiogope. Wasikuatie wasiwasi. Mungu wenu ni wa kuogofya. Your God is a powerful God. Your God is a God that wins. Your God is a God that conquers. Your God is a God that battles all battles and he brings them down. Kisha ikawa adui zetu waliposikia ya kuwa tumekwisha kupata habari. Ati tumepata habari, wamekwisha kujua. Hawa maadui watajua. Tumekwisha kujua. Wamekuwa kwenye maombi ya kujaribu kusambaratisha kazi unayoifanya. Wamekuwa kwenye maombi ya kuhakikisha hakuna mahali mnaenda ati management. Wamekuwa kwenye maombi ya kuhakikisha kitu. Hata wametengeneza ka WhatsApp group kao ati ni kama maombi kule kona. Ninako niko ndani. Ya kuwa tumekwisha kupata habari ya kuwa Mungu amelibatilisha shauri lao. Ni kwa sababu nini? Mungu amebadilisha lile shauri waliandika. Wakasema tunaenda kumaliza. Wakasema tunaenda kuangamiza. Wakasema tumewrite up. Kumbe Mungu amesema hawamalizi. Wataishi, watakaa, watafaulu. Wanaenda mbele. Ulipanga usiku, Mungu akabadilisha mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikupangia mara yako bageire, lakini God has changed. Nikiki hawena kio. Mungu ashabadilisha. Sina hapo kibabaika ukikaa ati sasa siji ati niende nataka kwa rocio. Gotire. Mwere aria marari makweni undu wa mahoya maku ni marakuire na ni marathirire. Niwe next room niwe tuguthika tondu chapter yaku ni yahingo. Hiyo chapter ya ambao walikuwa wamekupangia maofu, hiyo chapter imefungwa. Kumefunguliwa chapter ya watu successful. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikakaiga hiyo ni mwegai. Akabadilisha. Yani anabadilisha. Ulikuwa umenipagia maovu, Mungu amebadilisha. Sasa utafikiria ni maovu nafanya, kumbe ni baraka ananipatia. Ndipo sisi zote tukarudi ukutani. Kila mtu kwa kazi yake. Kila mtu. Walipofika Gilgal, wakakumbuka kwa miaka mirongo ngapi? 40 years hawakutairisha. Kisha wazee wakaungana pamoja, wakasema kila mtu atairishwe. Walipotairishwa, the reproach of Egypt came to an end. Hello. Geshonoko kia Egypt ikakuja mwisho. Maana wamerudisha covenant ya Mungu. Go back and make a covenant with God. Go back and make your covenant and stand the way God wants you to stand. Kumbe huyu Mungu ni mwema. Ikawa tokea wakati huo, nusu ya watumishi wangu
walitumika katika kazi hiyo ya kujenga ukuta, na nusu yao wakaishika mikuki na ngao na pinde na darii, na viongozi walikuwa nyuma ya nyumba yote ya Yuda. Oh, you know, we are locking what? We are locking the house. You lock your house, you lock your business, you lock your marriage, you lock whatever you are doing. Funga na ushike mshale, ukae nao na kazi iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote ambacho tunakipanga kinafanyika, kifanyike bila wasiwasi. Shika mishale, shika mikuki, shika mapanga na dari. Halo, tiko kila kakona inyo kaka. Apostoli akigo kem. Apostoli akigo kem ni ndiraigwa ta godie abothie we ni otogiete. Wewe kwendaga, shika mkuki, shika upanga, shika dari, shika go, kazi kiendelea. Kazi ya Mungu haitasimama. Kazi ya Mungu lazima itaendelea. Lazima tutaendelea. Mwambie mwenzako, mwangalie kwa macho mekundu, mwambie kazi ya Mungu itaendelea. Upende usipende. Mwambie na uende ukaombe maombi mengine. Hiyo imefika mwisho, imejulikana. Bwana asifiwe sana. Watu wale walioujenga ukuta na wale waliouchukua mizigo walijitweka wenyewe waliojenga. Kwa hivyo now is mundu kumundu, ni wewe ujitweke wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakuwekelea, hakuna mtu atakusaidia. Ingia kwenye vita. Wale watu waliojenga ukuta na wale waliouchukua mzigo walijitweka wenyewe. Kila mtu alifanya kazi kwa mkono mmoja, na kwa mkono wake wa pili ulishika silaha. War has been declared. War has been declared. Shika silaha upande huu na upande huu mwingine, kasi iendelee. Kakikuletea shida goga, Mungu amekubalisha sasa. Kakikuletea nyavu tamura, God has said so. Maana ulishika silaha ya nini? Kakikuja unapiga. Piga sasa. You have the green light from heaven. Huyu anakusubua goga, the heaven have said so. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kazi iendelee kama silaha iko kwa mkono. Si kuja kusema aliyokiko kimode hapo iko kwa kuwa wewe ni adui yetu, kufa utuondokee. Halo. Nao wajenzi kila mtu alikuwa na upanga wake. Hii inanifurahisha. Hii ndio maana independent wanakuwa na upanga umefungwa ubavuni mwake. Kwa hivyo silaha zote za maombi, silaha zote, aina yoyote ambayo itatumika katika kufanikisha kazi ya Mungu, uiweke, uifunge ubavuni. Katika safari hii baruzi waziri tatikweterera, funga upanga, tembea na upanga kama Masai, weka hapa katika ubafuni, utembea na upanga. Kakikuletea shida na uweke mahali ni kuchomoa tu, shwa na kukata na kurudisha. Na ujue kichomoka hairudigi bila kufanya kitu. Ikitoka imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Gutiri kia muthaithano leo. Mwambie mwenzako gutiri kia muthaithano. Hakuna. Nobody. I will not spare. Hata hapa I will not spare anybody and anything. I will not. It doesn't matter what kind of man or woman you think you are. I'm not going to spare. Because God has told me kube ni ujika mimi nakuweka nayo. Duraga hoya kama hoya molimu. Hado hako hoya mahoya. Uliaga iye gotodegera florimo imadurage hoya. Baba nakuomba nipiganie hawa maadui wangu. Fanya barabara yao iterese. Fanya nini yao iterese. Yani dafurithia kitu kamurogi na Psalms 135 na Psalms 90 na Psalms 70. Sio the nisi haha moto disuga tahari murogi. Hadu hakoni ya Ngai ajire thiga hande mboco na roko ni kuroka ngaragu, thiga hande mboco kuna kungi, kuna ngaragu inakuja, kuna kiangazi inakuja. Sasa hii ni wakati wa kwenda kupanda. Tuweke tukue na store yetu kubwa, tutahusia watu. Kuna siku hivi karibuni mnaweka maski tena. Kuna siku mtakosa chakula very soon. Hizi vitu zinakuja. Sasa badala tukue tukipanda mahidi kwa sababu ya maski inakuja, hamtafanya kazi. Niwauzie huko na mapikapu zangu. Nikuomba fanya barabara zao zikueterezi. Watu wakijaribu kupanda watereze. Sasa Mungu si atamwaga maji kutoka juu. Barabara hii itakuwa terezi, si na mimi naipitia. Sasa mimi nitatereza. Mahoya mwalimu. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndivyo tuko wa Kristo. Tunaondokea baraka.
Ati sasa nataka kuondokea kwa sababu kumekuwa na vita. Hapa tutang'ang'ania hapa, tutabanana hapa, sio doki, si banduki. Kama ni kulimana, tutalimana hapa. Turudi kwa baba, tuende tuambie baba tumelimana. Tuambie nani alikosa, nani amewini battle. Gaitiga iwe ya. Gainika iwake. That is why he is called a mighty warrior. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao wajenzi, kila mtu alikuwa na upanga wake umefungwa ubavuni mwake. Ndivyo alivyojenga, na yeye aliyepiga baraguni alikuwa karibu na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawaambia wakuu, maofisa na watu wengine, kazi hii ni nyingi tena ni kubwa. Nasi tumetawanyika juu ya ukuta, kila mtu akiwa mbali na mwenzake. Kutafanyika nini? Basi mahali popote mtakaposikia sauti ya baraguni, kimbilieni kwetu, Mungu wetu atatupigania. Mukisikia kamudu kama sekenyo hapa, inua baraguni mara moja tukupigane nako. Ukisikia kamuchawi hapa ndani, inua baraguni tupigane, maana Mungu wetu ametupatia job ya kufanya. Na tumepatiwa ruhusa tufanye kazi na tushughulikie maadui. Anatibu wa Biblia leo. Warokole wale wanajua kutafsiri Biblia. Penina inasemaje? Ametupatia kazi, si ndio? Tuendelee na kazi. Yes. Nieto kimureda. Pigana na hawa maadui, wacha upusi. Uko na uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeinuliwa, tuko kwenye mkono wa Bwana, nani tushika. We are strong and powerful. Hivyo tukajitia katika kazi hiyo, na nusu yao waliishika mikuki tangu alfajiri hadi nyota zitakatokea. Kwa hivyo hakuna kulirenti, hakuna kusimama, hakuna kukaa ati tohurokele. Hapana, mpaka wakati nyota zinakuja. Kazi ngapi? Usiku. Kaa na mkuki na upaga. Yaani Biblia inatuambia we be on standby. God has made us to be soldiers. God has made us to be builders. We are a builder, and at the same time you're a soldier. You must build and defend what you're building. You must build and defend what you're building. Don't just build and say Mungu atakuja. Mungu wa Jehova, baba ninakuomba ukuje ukue mlinzi wa hii kitu, nimeenda kulala. Wacha upuzi, Mungu atakuja. Mungu alikupatia nguvu ufanye. Kama ni Mungu anafanyaga, angemwambia hangevufua mifupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia Ezekieli, mwanadamu, hii mifupa iko hai. Ezekieli akamwambiaje? Wewe tu ndio unajua. Basi naye Mungu akamwambia prophesy. Akamwambia Ezekiel prophesy. Mungu hakufanya. God will not do it, you prophesy. Hallelujah. God will never come to your life at irekebishe. He has no job to do that. He has given you power to speak, to prophesy. Akamwambia nani? Prophesy to the dry bones. Naye akanenea mifupa mikavu ikaanza kurudi pamoja. The only thing that God will come to do is to put breath. Once you have brought hiyo kabuni yako, umeitengeneza vizuri, paperwork ni nzuri, na utengeneza kabronjua na business card, then God will come and put it live. Sikuja hapa ati maombi mingi na hauna mifupa mikavu ambayo imekuja pamoja. Alimwambia prophesy to the dry bones, akaambia put meat, ikakuja. Akakuja sasa Mungu baada the meat and the dry bones are together, then he came and he breathed life. God's purpose is to breathe life to already the composition, ile kitu umetengeneza. Kwa hivyo maombi hata nikakuombea mara milioni 10 and there is nothing God can breathe life onto, it won't work. So kama unataka maombi kazi imeanguka, niletee uniambie kazi ndio hii nafanya. Kazi ndio hii nataka kufanya. Nataka kuweka kioski, nataka kufungua kanisa, nataka kuodoa. Kama ni doa ukuje na kapicha kemodo ni kiogeke, deda tohoere.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are we getting somewhere? Are we headed somewhere? Are we understanding it? Wow. I love you. Jipigeni tu makofi. Kadhalika wakati ule ule nikawaambia watu, kila mtu na akae ndani ya Yerusalemu pamoja na mtumishi wake, wapate kuwa walinzi wetu wakati wa usiku na kufanya kazi wakati wa mchana. Kwa hivyo wakati wa usiku kazi ilifanyika ya ulinzi, na mchana kazi ikafanyika. Kule wapi? Yerusalemu. Remain in your territory. Hello. Wacha kurukaruka. Don't be here today, tomorrow you are there. Remain in your territory, because your God is a God of that territory. Hello. God comes with the territories. Alibariki Jerusalemu. Maana the God of Jerusalem, he protected the territory of Jerusalem. Maana huko ndio kulikuwa kunakuwa na ujenzi. Kwa hivyo God does not work outside the territory. He works within the territory. He will work within the business you want to start. He will work within the church you want to start. He will work to work within the marriage that you want to start or you are in. God works within the territory. So he will protect the territory. As he protect the territory, he will protect the occupants of the territory. Bwana Yesu asifiwe sana. If you move outside the territory, God will not be there. He will not be protecting you. Stay within the territory. Basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na walinzi waliofuatana nami hatukuvua nguo zetu hata mmoja. Kila mtu alikwenda kuteka maji akichukua silaha yake. Kila mtu alikuwa anafanya nini? Walienda kuteka maji. No relenting. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm telling you, this is a declaration we are making, that there will be no relenting from today henceforth. There will be no going back from today henceforth. There will no be surrendering from today henceforth. That we are going to make sure the promise of God over our life imekuwa fulfilled at whatever cost, at whatever event, at whatever situation. No wandering, no moving backward, but standing as part of the promise of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tusimame kwa miguu yetu. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura wa Ruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, Mezzanine Floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi.